Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitafundisha chakula cha wachawi ama chakula cha kichawi. Sio chakula cha wachawi, chakula cha kichawi part 2, sehemu ya pili. Maana sehemu ya kwanza nimekwisha kuielezea kwa kifupi, na hii sehemu ya pili pia vile vile nitaielezea kwa kifupi sana. Jambo la msingi ni kuendelea kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa jina la Godfrey Fungo. Utaona hizi nani zote. Sehemu ya kwanza nilielezea ni namna gani ambavyo Adamu na mke wake walikula tunda, na lile tunda likawa limeleta impact kubwa kwenye maisha ya binadamu mpaka leo hii. Nikakufikirisha kwamba hebu fikiria chakula kama tunda unakila, alafu kinakufanya unakuwa uchi, kinakufanya unakufa, kinakufanya unaugua, kinakufanya unapata mateso ya kila aina. Maana yake halikuwa tunda tu la kawaida, kulikuwa na kitu fulani ndani yake, ambapo ndipo nilikuwa natoa mawazo yangu, nikamwambia kwamba kulikuwa na uchawi ndani yake, kwa sababu yule nyoka alimfundisha Hawa uchawi. Lakini leo kwa kupitia maandiko nitakuonyesha tena kwenye Biblia ya kwamba chakula cha kichawi kina nguvu kiasi gani na kinafanya kiasi gani, kwa sababu nikikueleza mawazo yangu tu hautaweza kunielewa. Kwa hiyo nitakusomea maandiko mawili. Andiko la kwanza linatoka kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 25 mstari wa kwanza mpaka nafikiri wa 3 hapo. Lakini andiko la pili litatoka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 14, ili kwamba uone kwamba hoja ninayoijenga siijengi kwa akili yangu, ninaijenga kutoka kwenye neno la Mungu. Na nimechagua kwamba nichukue andiko moja kwenye Agano la Kale na nichukue andiko jingine kwenye Agano Jipya, ili uweze kuelewa kwamba ninaposema chakula cha kichawi sisemi tu kutoka hewani. Hebu naomba tuanze sasa na Hesabu sura ile ya 25. Maandiko yanasema, basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli akajiungamanisha na Baal-peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Unaweza kuona hapa kwamba wana wa Israeli walipotoka Misri walisafiri kwa muda mfupi sana, wakafika Moabu. Kwenye Biblia inapaita lile eneo uwanda wa Moabu. Uwanda wa Moabu. Walipofika pale, huwezi amini, ndipo walipokaa miaka 39. Unasikia wana Israeli walikaa miaka 40 jangwani. Miaka 39 yote walimalizia sehemu moja, wakizunguka sehemu moja kwenye uwanda wa Moabu. Hiyo nitaielezea baadaye kwenye mtiririko wa hili somo. Lakini ninachotaka kuangalia hapa, uangalie kwamba utakumbuka katika sura ya 23, kabla ya sura ya 25, mfalme wa Moabu aliyekuwa anaitwa Balak alimkodi nabii wa kichawi. Huyu nabii alikuwa anaitwa Balaam. Ndio nakumbuka kwenye Biblia kwamba kuna nabii ambaye alizuiwa na punda aliongea, akizuia kwamba asiweze kwenda kuwalani wana wa Israeli. Na unafahamu hiyo story, nitakueleza baadaye, lakini unafahamu kwamba Balaam alipomwambia Baraki ajenge madhabahu 7, ng'ombe 7 na kondoo 7, kwa kifupi ni kwamba hakufanikiwa kuwalaani wana wa Israeli, kwa sababu Mungu aliingilia kati na akazuia kwamba asiwalaani wana wa Israeli. Hiyo tuiache, tutaongea wakati mwingine. Lakini ninachotaka ni kwamba baada ya kushindwa kuwalaani wana wa Israeli, alifanya nini? Kuna mbinu alitumia. Huyu Balaam alimpa mbinu mfalme wa Moabu anaitwa Balaki. Mbinu yenyewe ni nini? Ni kuwakaribisha wana wa Israeli kwenye sherehe. Ndio maana tumesoma hapa maandiko yanasema kwamba wakaenda kwenye sikukuu ama kwenye sherehe za kutoa sadaka kwa wana wa nini? Kwa wa Moabu. Walichokifanya sasa, wakawapa chakula kilichokuwa kimetolewa sadaka kwa miungu yao. Mbele huko nikipata nafasi nitaongea juu ya miungu ya Moabu ilikuwa namna gani, lakini natakutaka kujue tu kwamba walikuwa wanatumia uchawi. Na hizi mbinu nitakuonyesha walifundishwa na yule nabii wao anaitwa Balaam, nabii wa kichawi. Kwa hiyo nataka utambue kwamba mbinu ya chakula cha kichawi, yani uchawi wa kutumia chakula, ni uchawi hatari sana. Kama sio uchawi wa kwanza, basi ni uchawi wa pili duniani. Ni uchawi wa hatari sana, na hii inatokea mara tu shetani
anapotumia mbinu za kila aina akakukosa, anatumia mbinu za chakula. Kama niliposema pale kwenye clip ya kwanza, nikasema mbinu za chakula, kuna wakati mwingine wachawi wanajivisha sura za watoto. Yaani mchawi anajifanya kwa mwanafunzi. Alafu nashangaa mwanafunzi anakwenda shuleni, ana keki, ana biscuits, ana pipi au ana vitu fulani, alafu anagawia kundi la wanafunzi wengi, lakini akiwa amelenga vile vile kumpata mtu fulani kwenye lile kundi. Sasa unashangaa watoto wetu walikuwa wanaendelea vizuri, lakini mambo yanashuka, mambo yanaharibika kwa sababu tu walikula chakula cha kichawi. Na sio watoto tu, hata sisi watu wazima. Unashangaa mtu anaandaa sherehe, alafu anakualika kwenye sherehe kama za ubatizo, sherehe kama za harusi, sherehe za aina mbalimbali, au hata anakualika dina ama chakula na kutoa out. Kumbe amefanya vitu vya ajabu kwenye kile chakula, amenenea vitu vya ajabu, unakula vile vyakula. Sasa ili kabla sijaenda mbali, naomba tena nisome ili andiko la Ufunuo, ili kwamba tukienda moja kwa moja tumalizie tukiwa pamoja. Katika Ufunuo sura ile ya pili, yes, Ufunuo sura ya pili, angalia mstari ule wa 14, anasema, Ufunuo wa pili 14 anasema, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu. Unaona hapo, washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie kikwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Lakini haya ni mafundisho ya kichawi. Unajua uchawi sasa hivi umeendelea. Sasa hii watu wanatoa degree za uchawi vyuo vikuu kuna degree za kichawi. Kuna vitabu sasa hivi imetolewa ambavyo unavisoma unajua namna ya kuloga. Sasa wewe mtazamaji unayenitazama sasa hii, pengine umekuwa ukiota ndoto unakula chakula, uko kwenye sherehe unakula chakula, au unaweza ukashangaa kwamba vitu vyako haviendi vizuri baada ya muda fulani, baada ya kutoka kwenye harusi, kwenye sherehe, kwenye kitu fulani. Wachawi wana ujuzi, na moja ya ujuzi mkubwa ambao wanautumia ni chakula. Chakula kina nguvu. Hata anguko na uharibifu wa shetani ulioingia duniani uliingia kupitia chakula. Chakula peke yake. Hata Yesu alipokuja kuwakomboa wanadamu, aliambiwa ageuze jiwe kuwa mkate, ni chakula. Shetani alitaka kumwangusha kwa kupitia chakula. Kwa wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, pengine ulilishwa chakula cha kichawi, ndio maana mambo yako yameharibika. Pengine uliota unakula chakula, ndio maana mambo yako yameharibika. Vitu vyako vimekaa vibaya. Wewe sio wa kwanza kutendewa kitu kama hiki. Hata wana wa Israeli walipokuwa na nguvu kubwa, waliposhindikana, walipokuwa wakipiga kila taifa, mfalme wa Moabu alikuja na mbinu aliyofundishwa na nabii wa kichawi ya kwamba hawa watu tutawadhoofisha, tutawateka, tutawaharibu kwa kupitia chakula. Sasa naomba unifuatilie part 3. Hii ni part 2. Nifuatilie part 3 ili nikuonyeshe ni watu wa namna gani ambao huwa wanapewa chakula cha kichawi. Na usije ukajidanganya ukasema kwa sababu umeokoka, kwa sababu unakwenda kanisani, hawezi kupewa chakula cha kichawi. Wana wa Israeli walikuwa ni taifa la Mungu, lakini walipewa chakula cha kichawi. Mungu akubariki sana. Naomba unifuatilie ili uweze kupata part 3. God bless you. Amen.